mimi nitakupitisha kwenye mambo matano ambayo yanasaidia kujenga jamii kupitia dini. Dini ina mchango mkubwa sana kwenye jamii, hivyo tuangalie kwa uchache wake. Namba moja, dini inasaidia kujenga na kulinda afya ya jamii. Msingi, dini zote zinahamasisha watu wote kuhakikisha kwamba hawatumii vilevi, hawaathiriki na madawa ya kulevya, hivyo na kufanya hali ya kiafya ya jamii kuwa nzuri. Viongozi wa kidini hupambana zaidi kuhakikisha watu wanahamasishwa katika kulinda afya zao vizuri na kuwa vizuri. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa dini pia unasaidia kulinda afya ya jamii. Namba mbili, dini inasaidia katika uwajibikaji. Dini inahusisha makundi yote, kundi la watoto, vijana, wazee, wanawake, wanaume, wote wanaonyeshwa au wanatakiwa kufanya majukumu yao kulingana na nafasi zao. Ndio maana dini ni mwongozo sana. Namba tatu, dini inasaidia katika kuleta mabadiliko na maendeleo ya jamii, hasa katika hatua za binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Mfano, kuhakikisha kwamba familia inaishi katika mazingira mazuri. Watu wengi huhamasishwa kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo katika jamii, katika familia, na hivyo kufanya mabadiliko yanaweza kutokea haraka kupitia dini. Dini inasaidia katika kuleta masuala mazima ya finance control. Watu wengi huhamasishwa kutumia vipato vyao vizuri ili kuhakikisha wanajiletea mabadiliko katika jamii. Dini inasaidia kuleta wanajamii pamoja, kwa maana kwamba kuleta amani, umoja na mshikamano. Kitu moja ambacho usingeweza kufahamu, pasipokuwa na dini, mshikamano, amani na umoja haliwezi kuwepo. Lakini dini inasaidia kuleta amani, mshikamano katika jamii. Kwa hivyo, kwa kusema hayo machache, kama ulikuwa haufahamu kwa nini dini ni muhimu katika jamii, basi kwa ukweli wake dini ina umuhimu. Hivyo basi, viongozi wa dini wanapaswa kuheshimiwa sana, ingawa wakati mwingine huchukuliwa ni watu wa kawaida, watu wasio na maana katika jamii, lakini wanabeba mzigo na majina mazito sana. Hivyo basi tunapaswa kuheshimu, lakini pia na kuheshimu uwajibikaji wao. Asante na kwaheri.